za saizi, mabibi na mabwana, bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa kupeana elimu juu ya vipindi vyetu vya uganga wa jadi ambavyo leo vitajikita katika elimu ya majini. Na leo tutaweza kuwaelewesha watu wale ambao wana majini, lakini majini wao ni wale wa kichwa, hawajawahi kuonana nao. Ieleweke katika karama ya majini kuna namna ya kuweza kufanya ili jini wako yule ule wa kichwa au uliyeshawahi kuambiwa na mganga kwamba una jini wa aina fulani. Sasa je, utafanya nini ili jini huyu uweze kuonana naye, uweze kuongea naye, ili aweze kukusaidia na uweze kumtumikisha badala ya kuwa tu ni jini wa kichwa kuweza kucheza. Ieleweke katika watu ambao wanamiliki majini, kuna watu wanamiliki majini katika engo mbili. Engo ya kwanza, kuna watu ambayo wanamiliki majini ambayo wanazungumza nayo na kisha wanayaona kwa macho. Hiyo ni aina ya kwanza na ndio aina ya juu kabisa ya kuweza kuwatumia majini. Yaani wewe unaweza kuzungumza na jini, ukaelekezwa na mganga wako, fanya hivi, weka chano hii, weka kingira hiki, kisha yule jini akatoka, kama ni baharini, kama ni jini wa mlimani, kama ni jini wa kwenye mapango, akaja pale ulipoandaa ile chano yako na wewe ukamuona kwa macho yako, mkawa mnazungumza kwa vile unachotaka kwenda kumtuma au kumuelekeza ama kumuomba. Lakini kuna watu sasa ambao ni daraja ya chini, ambao hawa watu wana majini wa kupandisha kichwani. Majini wale wanapotaka kuja, yule mtu ni lazima ajifunike. Atakapojifunika anaona kama vile anatingishwa, baadaye anakuwa kama mtu aliyopoteza fahamu, alafu anakuja anazungumza yule jini. Yaani jini yule anatumia mwili wa yule mwanadamu kuweza kuwakilisha yale anayotaka kuyaongea, ama yale anayoyataka, ama vile anavyohitaji yeye kuweza kufanyiwa na yule mwanadamu. Na mara nyingi hatua hii mwanadamu anakuwa anatumikishwa na jini, sio kwamba jini anatumiwa na mwanadamu. Kwa hiyo ieleweke, kuna tofauti kati ya kumiliki jini na wewe mwanadamu kutumiwa na jini. Tunaposema mwanadamu anatumiwa na jini, ndio hii hatua ya kwanza. Yaani unakuwa unapandisha majini wanautumia mwili wako wewe kuweza kuzungumza vitu. Hiyo ni hatua ya chini na ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo sasa ninachotaka kuelekeza hapa ni namna gani wale watu wanayetumiwa na majini wataweza kubadilika na kuweza kupata nguvu ya kuweza kuyatumia yale majini wao. Ina maana kuonana nao na kuweza kuwatuma na wakawatekelezea vile ambavyo wanavyokuwa wanavihitaji wao wanadamu. Kwa sababu katika elimu ya majini yanaweza kuwa mpandukila, yanaweza yakatoka baharini ama yakatoka milimani yakaja kwenye mwili wako na yakaweza kukutuma wewe. Ndio utasikia mtu anakwambia, nimeambiwa ninunue kitambaa chekundu, nimeambiwa ninunue kitambaa cheupe, nimeambiwa ninunue pete nivae, nimeambiwa ninunue kitu fulani. Sasa hatua hiyo ni ile hatua ya majini wanakutumia wewe. Yaani unakuwa unapandisha, alafu kuna mtu anakusikilizia. Jini yule anaongea kupitia mdomo wako, kuagiza vitu anavyovitaka kutoka kwako, kwa hiyo anamueleza yule mtu kupitia mwili wako. Alafu wewe hapo unakuwa haujielewi. Utakapokuwa jini yule ameondoka kwenye mwili wako, ina maana wewe unamuuliza yule mtu wa mbele yako kwamba jini huyu amesemaje. Na ndio hapo anapokupa habari, anakwambia kwamba jini huyu amekwambia kwamba uwekwe maji siku ya Ijumaa, ama Ijumaa uende msikitini, ama utoe sadaka kwa watoto yatima, ama ufanye kadha wa kadha. Lakini kipindi hicho wewe unayeelezwa hayo, unakuwa wakati akizungumzwa ulikuwa umepandisha huyu jini. Yaani yule jini alikuwa anatumia mwili wako. Kwa hiyo kuna njia ambayo unayoweza kuifanya yule jini asitumie mwili wako, akawa anatumia chano ulioiandaa, kisha anaongea na wewe huku wewe ukimuelekeza kile unachotaka akufanyie wewe. Ieleweke, hii ni mpituko ya kumpindua jini ambaye aliyokuwa anampandukila kwako, aliyokuwa anakutumikisha wewe, ukamwandalia chano. Baada ya kupanda kwenye kichwa chako akatumia mwili wako, anaitumia ile chano. Kwa hiyo ile chano anayoitumia ile jini akija haingii kwenye mwili wako, anakaa mbele yako, anatumia ile chano, na hapo unakuwa unamuona. Sasa unamuonaje? Ni lazima uweze kupata pete. Pete hiyo yenye nguvu za kibajini unaweza kuipata kwa sisi waganga tuliofika nyota 7 za uganga. Tunazo pete zenye nguvu ya majini ambayo unaweza kucontrol na kuweza kumfanya jini yoyote uweze kumuona, uweze kuongea naye na uweze kumtuma na kukutekelezea kile unachokihitaji. Na ndio maana unaweza kujua, unashangaa mtu anakuwa ana majini, anapandisha majini, lakini yeye anakwenda kwa mganga kwenda kuaguliwa. Unashangaa inakuwa kuaje? Ni kwa sababu yeye yule jini anakuwa anamtumikisha yeye mwanadamu, baada ya mwanadamu kuwa anamtumikisha yule jini. Kwa sababu unapokuwa wewe una jini wako unayemtumikisha, unakuwa hauna haja ya kwenda kwa mganga tena.
kwa sababu yule jini anaweza kukufanyia kila kitu, kukuelekeza. Hata kama kuna mtoto wako anaumwa, jini anaweza kukuelekeza dawa ya kumtibu mtoto wako. Hata kama kuna mtu unamdai, jini anaweza kukuelekeza kingira cha kuchukua na kufanya ili yule mtu aweze kukulipa. Hata kama unakuwa una nuksi, una mikosi, yule jini anaweza kukuelekeza mpituko mbalimbali ili uweze kujiondolea nuksi na mikosi wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama una majini wa kichwa, unaseja, unapandisha yale majini kisha yanazungumza, mimi Dr. Mandoto leo nimekuja na habari njema. Tunao uwezo wa kukupatia pete na tukaandaa chano, hao majini wako wakaja ukaweza kuzungumza nao bila ya kutumia mwili wako, kwa kutumia ile chano tulioiandaa na ile pete tuliyokupa, kwa sababu ina nguvu. Utaweza kuwaona hao majini na utaweza kuwatumia kwenye uganga wako. Hata kama wewe ni mganga, najua kuna waganga wenye nyota ya chini, yani kuanzia nyota 1 mpaka nyota 6 hawana uwezo wa kuwaita majini na kuwaona. Sasa kwa kupata pete hiyo ninayokuambia yenye nguvu za majini na kuweza kuandaa vichano zile nitakazo kuelekeza mimi Dr. Mandoto, ambaye ni mganga niliyekizi vilinga 7 vya uganga, nimeamua kutoa hii kama mwanga ili kila mganga aweze kuitumia karama nilionayo mimi kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu utaweza kuwaangalizia na kuwatibu hata watu walio mbali. Utaweza kujua hata yale mambo yaliyojificha, hata zile sehemu hizi zina madini, utaweza kujua kwa kutumia majini wako. Hata sehemu hii kama kuna mtu anakuroga, utaweza kujua anaokuroga ni nani, utaweza kumuona kwa macho yako, utaweza kupata jicho la kuona mchawi, utaweza kupata jicho la kuona uchawi wa mtu umejificha wapi, na utaweza kuelekezwa namna ya kuweza kuutoa uchawi huo kupitia hao majini wako. Ninachotaka kukwambia, hata majini wako pia wana nguvu na uwezo mkubwa, lakini ni wewe kama binadamu hauna karama ya kuweza kuwatumikisha na kuwatumia. Ni kama vile mtu unapokuwa na gari kisha unapokuwa uwezi kuliendesha, haina uwezi kulipeleka sehemu inayotakiwa hata kama unalo. Na ndivyo ilivyo hata namna ya kutumia hao majini. Na ndio maana mimi Dr. Imani Mandoto nakwambia usitumikishwe na majini wako. Usiwe mtumwa wa majini ambao waliokuwa ni mpandukila kwako. Pata hiyo pete, pata elimu kutoka kwangu mimi Dr. Imani Mandoto ili tukuambie chano za kuandaa, upate hiyo pete ili kuweza kuwatumia majini wanaokuwa wakichwa waweze kuonekana mbele yako, uweze kuwaona na uweze kuwatumia kwenye kazi zako, ziwe za uganga, ziwe za biashara, ziwe za mapenzi, ziwe za cheo. Ieleweke, jini anaweza kukusaidia kukufanyia chochote unachokitaka kulingana na daraja ya huyo jini ambaye uliokuwa nao. Kwa hiyo wewe ndugu yangu mwenye majini wa kichwa, kama unataka kuwatumia majini wako, nipigie mawasiliano mimi Dr. Imani Mandoto kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Nipigie namba zangu hizo ili nikuongoze ni pete ipi uweze kuipata, utaipata wapi, utaipataje, uandae chano gani na chano gani, hizo chano utazipata wapi, uziandaeje, siku gani, ili kumwalika jini wako wa kichwa anayopanda aje uweze kumuona na kumtumia kwenye kazi zako. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha, lakini nakuomba uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kulike video zetu, lakini uendelee kucomment hapo pale ambapo haujaelewa ili na mimi niweze kukuelewesha. Lakini nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.